Wasanii wetu kwa burudani nzuri. Kama mnavyojua, tumefika hapa muda mrefu na leo ni ile siku yetu ya furaha tulikuwa tunaisubiri wana Mbaula. Mbaula oye! Siye mzungumzaji sana. Naomba nimkaribishe mwenyekiti wangu aweze kuzungumza na atufungulie mkutano wetu wa leo. Mbaula oye! Karibu mheshimiwa mwenyekiti. Asante mtendaji, asante. Mbaula oye! Mbaula safi! Mbaula juu! Mkwengu oye! Jamani wana Mbaula, kwanza awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana bila ya yeye sisi tusingekuwa mahali hapa leo. Lakini kingine wana Mbaula, mimi napenda nimsemee mtendaji wangu kwanza. Mtendaji wangu ni mchapakazi kweli kweli na sisi tunajua. Lakini bila kupoteza muda wana Mbaula, leo ni ile siku yetu ya furaha ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu kubwa sana. Sasa hayawi. Mbaula oye! Mbaula safi! Wawe nini bwana nini? Nini? Kuna shida mwenyekiti? Shida gani? Una mimi naongea na wananchi hapa nini? Ha! Mtendaji, endelea na mkutano mimi mkao kapata ajali ya pikipiki. Waka, hii ajali watu wameumia sana. Kwani ilikuwaje kuwaje? Mangu, ajali kweli ni mbaya. Huyu dereva pikipiki alikuwa anatokea huko. Ghafla akajitokeza watoto kwenye kuokwepa ndio hivyo akaingia huko. Huu mtihani. Kweli mtihani. Dereva wa bodaboda. Jamani, nimeamua mke wangu kapata ajali eneo hili. Kwa mimi nataka kujua mke wangu yuko wapi na anaendeleaje. Punguza jazba kwanza mwenyekiti. Kweka usiniambie maneno hayo hata kidogo. Usiniambie, sikuelewi kabisa. Mwenyekiti, mkeo yuko salama. Lakini inawezekana kavunjika mkono maana alivyoshikilia. Sio kwa maumivu yale. Kavunjika mkono? Jamani mimi bwana mnazidi kunivuruga. Mke wangu yuko wapi jamani? Mtandao wake hapa na kiatu chake hapa. Bwana mnazidi kunichanganya Mwenyekiti, aliwahi kufika mdogo wako Dumila. Kamchukua yeye pamoja na dereva bodaboda akawaisha zahanati ya kijiji. Dumila alikuja? Ndio. Jamani mimi bwana. Asanteni. Mtihani. Chukua nisaidie tupeleke kwa mtendaji. Okay mwana. Dereva bodaboda mwaka huu. Mbona huu mtihani? Wanastahili hata kwenda jela. Jamani, mke wa mwenyekiti wetu amepata ajali ya pikipiki. Haya ndio aliyomkuta mwenyekiti wetu, ndio sababu ameondoka. Mimi niwaombe wanakijiji wenzangu, tuwe watulivu na tuweze kuendelea na mkutano wetu. Swala la mwenyekiti, mimi nitalifuatilia kisha tutapeana taarifa. Au mnasemaje? Mbaula oye! Sasa turudi kwenye mkutano. Kama nilivyosema awali, leo ndio ile siku yetu ya furaha tulikuwa tunaisubiri. Tunajua kabisa kijiji chetu cha Mbaula tulikuwa tuna shida kubwa ya maji. Lakini serikali yetu sikivu imetuletea fedha kwa ajili ya uchimbaji wa kisima cha kisasa. Mbaula oye! Serikali oye! Serikali sikivu oye! Sasa basi ndugu zangu wana Mbaula, ajenda yetu iliyo mezani leo ni kupendekeza na kuchagua sehemu sahihi ambapo tutaweka kisima chetu cha kisasa. Kila mtu atapata nafasi ya kuchangia. Naomba tuanze na kijana uledi hapo. Nashukuru sana mtendaji kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa nipongeze serikali yangu kwa jambo hili. Mimi hapa nilikuwa na shauri ndugu mtendaji. Kwa nini hichi kisima kisijengwe kule karibia na soko? Maana pale
ndipo unapokusanyika watu mara kwa mara. Au wewe unasemaje? Hapana mtendaji. Mimi nashauri kisima kikajengwe kule shuleni. Maana watoto wetu ndio wanapata sana shida ya maji, hususan watoto wetu wa kike. Jamani Bikidawa, maoni yako ni mazuri sana. Lakini siku nyingine ufuate utaratibu mama. Tunanyosha mkono, unapewa nafasi ya kuzungumza. Au mnasemaje? Kwa hiyo tumeelewana, si ndio? Sasa naomba nimkaribishe Mzee Mashoto, maana naona leo amenyosha mkono muda mrefu sana. Asante sana mtendaji. Karibu. Mimi bana mtendaji, nilikuwa na shauri. Hichi kisima tukakiweke pale karibu na Kichuguu. Maana pale ndio katikati ya kijiji chetu. Tena ndio katikati ya shule, soko na zahanati. Tukifanya hivyo tutatengeneza usambazaji mzuri wa maji katika kijiji chetu. Na vijiji yote tutapata maji. Au mnasemaje jamani? Jamani, kwa mapokeo haya ya maoni ya mzee wetu pale, Mzee Mashoto, nafikiri wote tumekubaliana. Tukachibwe pale karibu na Kichuguu. Tuko pamoja? Jamani, kutokana na tumefika hapa muda mrefu na tumekaa muda mrefu, mimi niwashukuru kwanza leo kwa kufika kwenye mkutano wetu kwa wingi. Pia niwashukuru kwa kutoa muda wenu kwa ajili ya kuja kusikiliza kuna kitu gani. Lakini mimi sasa, kwa sababu tumeshakaa muda mrefu, sina budi kusema mkutano huu na ufunga rasmi. Tutaitana siku nyingine kwa ajili ya maelekezo mengine. Mbaula oye! Asanteni jamani. Mzee Korongo, kumbe ulikuwa una hoja. Kwa nini ukuzungumza hapa kwenye mkutano? Saizi ndio unakuja kuniambia swala hilo. Mimi nitafanya yale ambayo wamesema wana kijiji. Siwezi kukusikiliza wewe peke yako. Mtendaji, nakuheshimu sana, ila sina budi kukuambia au kukushauri. Uache ulofa, utakufa maskini bure yani. Sasa kwa taarifa yako, mimi nitaronga na mwenyekiti na nitamshawishi. Nafikiri atanielewa. Vipi ndugu yangu? Tunashukuru amepokelewa na anapatiwa huduma ya kwanza. Tayari amepokelewa. Na hali yake inaendeleaje? Kusema kweli hali yake sio nzuri sana wala sio mbaya sana. Ila kamkwegu inabidi tufanye jambo hapo kuhakikisha huduma. Sawa, sasa wewe nenda nyumbani. Wacha mimi nikamwone mgonjwa alafu mambo mengine tutakuja kuongea. Kwa sasa unaweza usimuone maana anapatiwa huduma. Ila kamkwengu shemeji ana bima ya afya. Hili limenishangaza na ukiangalia nafasi yako kwenye kiti inahimiza sana tuko na bima ya afya. Dumila, nisikilize vizuri ndugu wangu. Si unanielewa? Si kila jambo huwa eti kwa sababu wewe ni kiongozi. Shemeji yako kuna nyaraka kazipoteza ikiwemo cheti chake cha kuzaliwa. Sasa mimi nipo kwenye mchakato wa kutafuta hiko cheti ili mambo mengine yaendelee. Mimi nendo hapo tafutana kila siku hapo tu. Kamkwengu, tumia nafasi yako kwenye kiti vizuri. Hapo tu cha kupiga tu simu moja, maelekezo, watu wanafanya kazi, mambo faster. Dumila mdogo wangu. Nina miezi miwili tu tangu nimeshika wazifa huu. Kwa sasa mawazo yangu na akili yangu yapo kwenye kuijua vizuri kazi tena kwa kuifanya ipasavyo. Sasa wewe mdogo wangu kila ukija hapa, maneno yako ya ovyo hata sikuelewi. Mara kaka fanya hili, mara kaka fanya lile tufanikiwe. Nisikilize. Nitaendelea kuwatumikia wananchi wangu kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Hilo likukaa akilini na sio hizo porojo zako. Tena ili uliheshimu. Umenisikia mjinga wewe? Makubwa na kazi ninaye. Sio makubwa tu. Wewe unataka madogo? Sawa bwana sheria. Sasa uko ndani watakatoa poze 200,000 ili shemeji atibwe kama mtu mwenye bima ya afya. Sasa hapo unachomaanisha sasa hapo tukatoe rushwa huko ndani. Ukitumia rushwa kali imekaa vibano akasema tuwapoze kidogo. Yaani iwe kuwapoza kwa sababu ya moto sana au kuchemsha kwa sababu ya baridi. Ndio rushwa hiyo. Wewe mbona unataka kujitambua wewe? Kaka, maisha yamebadilika ujue. Sio kijambo dogo utie mambo ya sheria. Halafu aliumia ni mkeo ujue. Sio mke wangu mimi. Sasa wewe mke wangu mimi, wewe sio mkeo kwa sababu gani? Nisikilize nikwambie. Kwa maana umekaa na daktari yako huko ndani amekushauri mimi eti mimi nikifika hapa yaani ukawapoze.
Wewe mzima kweli wewe? Kaka, sijasema kwamba Ruto ndo anataka hiyo 200,000. Nani? Kuna wajanja zimisha mimi nawajua. Wewe fanya mpango 200,000, afu mchezo uniachie mimi. Yule kesho tu mpya. Wewe mjinga kweli rafiki yangu. Yaani wewe mjinga kama kabu, yaani unaongea kila rahisi. Wewe hata unaongea maneno kama haya. Sasa si mwenyekiti. Bwana wewe mimi nitajua. Wewe kaka sio ndio usiende. Wewe usiende. Sina sudi. Mkutano umeshaisha. Uko wapi? Si uende kwenu? Tafadhali sina sudi. Naomba nipe japo dakika moja tu. Hivi kwa nini unaendelea kuzingangania zile hati? Lule, kunipa talaka imaanisha kwamba sina haki na zile mali. Tumenunua tumepanga hatuna chochote. Ardhi tumenunua wote. Tukajenga pamoja. Mashamba tumenunua wote. Kwa jizima data wewe. Sasa nikwambie, ati sitoi. Unasemaje sina sudi? Ati sitoi. Hivi unajua kwamba kuendelea kukaa na hizo hati ni kuvunja sheria? Na vile vile zile hati umechukua bila hata ridhaa yangu, hujanishirikisha. Maana yake umenibia, si ndio? Eti sheria. Sheria gani? Na kuna ridhaa kwenye ugomvi? Hivi tokea ulipokuwa umekuwa hapa kijijini, hivi ulishasikia familia yoyote mwanamke anamiliki ardhi na anaendelea kumiliki hati kama ambavyo wewe unaendelea kuzimiliki? Tokea lini mali tukachuma wote ukakaa nazo mtu mmoja peke yako? Sasa nimeshajua wewe ni kitu gani ambacho kinakupa jeuri. Hawa yako nimeshaijua. Na mimi mipango yako nishaijua. Sheria zipo zitakuongoza. Unasemaje? Yaani wewe unanitisha mimi kuhusu sheria? Sheria? Sasa tutaona. Hiyo sheria ambayo wewe unataka kuikimbilia na pesa, tutaona ni kitu gani kina nguvu. Tuone hizo pesa zako na sheria kipi kina nguvu. Wewe lazima nikunyooshe. Na mimi nitakunyoosha. Angalia baba bure huyu. Ni wanaume hawa. Ni kiboko. Jozogoro jangu wadibamwe. Wadibamwe. Mashoto. Yaani jirani yangu katika siku ile unisikitisha. Yaani leo umenisikitisha sana yani. Kulikoni mzee Kolongo? Wewe jirani yangu kwenda kutoa ushauri. Kisima kachimba kule kwenye kichuguu wakati sisi tuko mbali huko na kichuguu. Kumbe ni hilo tu mzee mzangu. Sisi tuliangalia masilahi ya wanakijiji wote. Na kama ulikuwa na hoja tofauti, kwa nini ukusema pale kwenye mkutano? Mzee mwenzangu wote kitu gani? Umekosea bwana. Sasa wewe ulikuwa unaonaje? Au ulikuwa unatakaje? Maana ukuongea pale kwenye mkutano unakuja kupiga kelele huku mtaani. Haya sema sasa. Sasa hapo ndio umeongea. Hapa itabidi tufanye mpango, tumshawishi mwenyekiti ili kile kisima kachumba pale pembeni ya shamba langu. Si unajua mimi niko mbali na nani? Mifugo yangu inapata tabu. Kwa hiyo unaangalia masilahi ya peke yako. Hiyo imekula kwako. Hiyo mzee mwenzangu imekula kwako. Kumbe nao wale yani. Unangangania wote kitu gani? Kwani mwana kijiji cha ujamaa hiki? Sasa ni heri uondoke. Ni heri uondoke mzee mwenzangu. Maana nitakupigia kelele ya wizi. Watu wakifurika hapa, itakula kwako. Wizi nimekuibia nini? Wewe mweu nini yani? Wewe ni mwizi wa maendeleo kwenye kijiji chetu. Na kama kuvurugwa wewe ndio ulovurugwa. Kama ni mweu wewe ndio ni mweu. Nenda bwana usinichanganye mimi nifanye kazi zangu. Nenda bwana, nenda. Niache nifanye kazi zangu. Watu wanaangalia masilahi ya watu wote, wewe unaangalia masilahi ya peke yako bwana. Wewe yani kashanivuruga. Shanitoa kwenye mudi kabisa yani hata kazi zenyewe hizi. Kulongwa. Salama tu habari. Mbona mapema sana umefika? Bwana wewe, si unajua mambo mazuri kama haya? Hayahitaji tena habari za kuchelewa. Sawa. Vipi habari za utokako huko? Mimi namshukuru Mungu kwa maana yamekwenda vizuri. Yameenda vizuri. Vipi shemeji kwanza? Shakupa ile hati? Ndugu yangu wewe, anipe wapi? Yaani nimejitahidi kutumia kila aina ya mbinu aweze kunipatia zile hati, lakini amenikatalia kata. Yaani mpaka hapa nilipo na tafakari sijui ndugu yangu tutumie mbinu gani ili kuweza kumshawishi aweze kutupatia zile hati. Hivi kwani ile hati imeandikwa jina la nani pale? Unajua yale mashamba tulinunua mimi na yeye. Kwa hiyo hata kwenye hati miliki kuna jina langu na jina la Sinasudi. Sasa nimekuelewa. Yeye sasa mwacha baki na hati. Mimi nikuonyeshe nguvu ya pesa. Mkulungu unataka kufanya nini tena ndugu yangu? Tulia. Pesa vitumia vizuri. Mambo magumu huwa mepesi kabisa. Sawa. Inaita. Halo kiongozi. Nina jambo langu hapa kidogo. Na rafiki yangu anataka kuniuzia ardhi yake. Sasa tatizo ile ardhi imeandikwa jina la kwake na la mkewe. Ndio.
Na sisi tunataka kuinunua ile pasipo mkewe kujua. Ndio mimi nahitaji kweli ile ardhi yani. Serikali ya kijiji kwanza. Sawa, hilo limekuisha hilo. Anasemaje ndugu yangu? Kwanza tuanze na serikali ya kijiji. Serikali ya kijiji? Hivi unavyomjua wewe yule mwenyekiti Mkwengu, jinsi alivyokuwa na misimamo yake vile, tutamwanzaje ndugu yangu? Lule, usiwe na wasiwasi. Wewe nenda nyumbani kapumzike. Swala la mwenyekiti niachie mimi. Utamaliza? Niachie mimi. Ndugu yangu, kuwa free kabisa. Mimi nimekuachia jambo lote wewe. Kama kutakuwa kuna tatizo lolote, tafadhali naomba nipigie simu, nikuelekeze au nije haraka popote pale utakapo. Ondoa shaka kabisa. Ndugu yangu, bwana mimi nakutakia kila laheri. Sawa. Nashukuru sana. Mawazo kabisa ndugu yangu. Tupo pamoja. Mudumu. Kama kawaida. Halo Mkwengu. Njoo hapa. Kwenye hii grocery hapa. Ndio hapa barabarani tu. Sawa. Sasa hivi yani. Afalisi kabisa hapa. Unaniua. Allah. Pesa ndio kila kitu yani. Binti. Njoo. Njoo. Acha wewe. Nipo. Umeajibika. Acha wewe. Unapendeza sasa hivi. Yaani mara moja tu ndo basi ukanikimbia. Nimekuona pale kwenye ngoma nilikuwa nakutamani. Acha kweli unajua kucheza. Basi kaa chini hapo. Sasa inabidi sasa hivi kufanya mpango, ni kununulia hata simu ndogo ili tu tunawasiliana. Unanielewa kwa sababu tukiwa tunawasiliana hata wazazi wako watakuwa ile tena hamna maswala kufuatana. Una maana kuhusu hilo Acha wewe. Wewe mjinga unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa mjinga wewe? Unafanya nini hapa? Mwenyekiti, huyu binti ni rafiki yangu, tunabadilishana mawazo tu ya maisha. Tunabadilishana mawazo? Ina maana wazazi wake wanajua kama wewe rafiki yake? Mwenyekiti, fuata nilokuitia bwana. Hapana Korongo, hapana. Wewe mjinga, wewe si mwanafunzi wewe? Ndio, mimi najua huyu binti kama anasoma. Sasa huyo akija kupata mimba je? Mwenyekiti, acha kumtisha bwana. Akipata mimba si tunatoa? Kwa maana hiyo wewe sikiza utakaoniambia wewe ni bingwa kutoa watu mimba. Mwenyekiti, mimi sio bingwa kutoa mimba. Mimi natoa pesa, wataalamu wanatoa mimba tu. Au sio? Hapana mzee mwenzangu. Unakosea sana. Na kwa taarifa yako sasa, sitaki tena nikuone na huyu binti. Maana yako utasababisha hata urafiki wetu uweze kuharibika. Umenielewa Korongo? Sawa. Umenielewa? Sawa. Na wewe binti wewe, nikikukuta tena na huyu mzee, nitakachokufanya mpuuzi wewe. Toka hapa, mjinga wewe. Changanya baliga. Haraka. Kione vile. Kinakuja hapa unakaa na watoto wadogo Korongo bwana, wewe unataka kuniharibia mambo yangu bwana. Mimi bwana Korongo kama siku nyingine kama hivi usio unaniita bwana. Mwenyekiti, naona umekwazika sana. Nisamehe kwa hili. Umeniuzi. Nisamehe kwa hili yani. Tuyaache hayo bwana. Vipi bwana? Pole sana kwa ajali aliyopata shemeji yani. Ndugu yangu. Asante bwana. Ndio hivyo tena ameshatokea. Tutafanyaje? Ndio. Nimekutana na mdogo wako Dumila. Ameniambia kwamba hospitali kuna namna inahitajika kama kiasi cha 200,000 hivi kurahisisha matibabu. Ni kweli lakini alikuwa ni maneno yake na wala sio ya mhudumu wa hospitali. Sasa unajua vijana tena wakipata majambo wanakurupuka tu. Ndio. Sasa hayo tuyaache. Mimi na mambo yangu mawili yani. Hayo mambo yangu mawili ukinitekelezea mimi hiyo 200,000 usiwe na wasiwasi, nitakupa ili ukasukume kwa ajili ya matibabu ya shemeji. Sawa, nakusikiliza. Jambo la kwanza kwamba nahitaji ule kisima kachimbo pale pembeni ya shamba langu. Sio walikuamua na kijiji. Usigune kiongozi. Na jambo la pili, ujue vita mbinu. Najua. Jambo la pili kwamba rafiki yangu Lule ana ardhi yake anataka kuniuzia.
Sasa tatizo ile ardhi wamejenga yeye na mkewe Sudi. Ndio wanunua. Na mimi ile ardhi nahitaji kweli kweli yani. Sawa, sasa bwana Kolongo, kama jambo ni la kiofisi, ndugu yangu mimi nipo tayari kutekeleza. Tena bila na sio kukusaidia. Tena bila hata umsukumo unataka kusema wewe ndugu yangu. Sawa. Lakini chengine cha pili bwana Kolongo, mimi sidai 200,000. Nashangaa kwa nini mnalishikia bango hili swala ndugu zangu. Kwa nini? Ndio. Natumaini kiongozi kwa kutumia mamlaka yako wewe Ndio. Mimi natumaini hili jambo litakwisha kabisa. Na tukishirikiana vema baada ya 200,000 mimi nitakuongeza nyingine 300,000 kwa ajili ya kuweka mfuko. Bwana Kolongo wewe. Unasema ukweli ndugu yangu? Hiyo nasema ukweli kabisa. Sasa mimi bwana, kiukweli ndugu yangu mimi kweli nina matatizo na nina shida ya hiyo hela. Sasa tatizo sawa, sasa ili swala wewe mimi niachie. Wacha mimi niende nalo. Alafu wewe na bwana Lule mje ofisini. Kiongozi. Kwani tusiende ofisini? Tukalimalize saa hizi? Hapana Kolongo. Wacha mimi niende kwanza nikajadili kwanza na mtendaji wangu mpya. Unajua yule mtendaji wa mwanzo ametimuliwa? Yule Nuksi katimuliwa. Watu hawana mchezo kazini. Nilimwambia yule. Ulimwambia kwamba hii ndo Mbaula. Sawa. Sasa yule katimuliwa. Kwa sasa kaja mtendaji mpya. Lazima nikakae naye nijadili naye ili niweke mambo sawa. Ili kesho nyinyi mkija, basi mwenyekiti, tukiendeleana kushirikiana kama hivi, yani mimi nitakufurahisha sana yani. Bwana Kolongo, na mimi nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ile jambo litaenda vizuri, na mimi nitakufurahisha zaidi ndugu yangu. Sawa kiongozi. Nikutoe hofu. Wacha mimi nikafanya michakato mingine. Ndio. Alafu usisahau sasa kesho. Ni mapema. Haina shaka. Mapema sana Kolongo. Haina shaka. Wewe kwenye majambo yao waga ufeli wewe. Bwana Lule. Jambo limekwisha kabisa. Kesho asubuhi mapema sana kwenye nishamaliza hapa. Wanaume tumeumbwa mateso. Mateso kuhangaika. Karibu. Samahani na shida na wewe. Karibu sana mamangu. Nadhani unajua fika. Mimi na bwana Lule tumeachana. Hilo nalijua vizuri. Sasa yule bwana anataka kuuza mali tulizochuma wote. Anataka kumuzia bwana Korongo. Kibaya zaidi, watu wamekuona wewe na bwana Korongo usiku. Kama mnajadili jambo hivi. Sasa ubaya wake upo wapi hapo sina Sudi? Wewe unajua fika kabisa kwamba mimi ndo mwenyekiti wa kijiji hiki. Na kila mwana kijiji ana haki kuja kueleza shida zake hapa. Tatizo liko wapi? Sasa utashangaa vile vile sisi tumekaa tunaongea hapa. Na maana watu waseme umetona mimi naye tumekaa tunaongea hapa. Shida nini? Tatizo kwa bwana Korongo. Anajitapa sana kwa marafiki zake na kujisifia kwamba ameshakupanga na jambo limeisha. Hilo ndo linalonitatiza. Sina Sudi. Sikiliza. Nisikilize vizuri. Yote anayozungumza bwana Korongo mimi ninayasikia. Na kwa sasa sitaki kukwambia sisi tunafanya nini. Maana hili jambo bado tunalifanyia kazi. Sawa? Sasa sio unatoka hapa unaenda huko unaanza kubwaja, nimeongea na mwenyekiti sijui nini. Hapana. Unachotakiwa kufanya wewe ni kutulia. Narudia tena utulie. Siku zote subira uvuta heri mamaangu. Umenielewa Sasa cha msingi unatakiwa kuwa karibu na simu yako wakati wowote ule. Sawa? Maana kuna ujumbe nitakutumia. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuufanyia kazi kwa haraka iwezekanavyo. Umenielewa? Sawa mwenyekiti. Japo naitikia kiunyonge. Lakini nakumbuka vyema uliahidi utatetea wanyonge na haki za wanakijiji. Hilo ndio nakumbuka mimi. Na mimi bado kauli zangu sitazipindisha. Nitazinyoosha kama nilivyoahidi. Kwa hiyo mama yangu pambana kuwa jasiri. Sawa? Asante mwenyekiti. Changamka bwana. Wewe unakuwa unalezi kama nini bwana? Hamna tatizo. Wewe nenda tu. Ila baadaye nifuate. Haya. Ndugu yangu Korongo, uwezo kaamini. Nimemuona Sina Sudi akizungumza na mwenyekiti. Lakini Sina Sudi ameondoka akiwa mnyonge kweli kweli. Yaani mpaka mimi mwenyewe nimeshangaa mwenyekiti amemwambia nini huyu? Lule ndugu yangu nakata siku zote pesa haijawahi kushindwa kitu.
Kuisha kabisa habari yake. Tumemaliza. Tumemaliza. Mkulungwa. Kaisha. Kuisha kabisa. Twende tukamalize jambo. Twende. Karibuni sana ndugu zangu. Sasa bila kupoteza muda, mimi nile jambo letu nilimshirikisha mtendaji wangu na hana shida kabisa. Kwa hiyo tupo huru kuzungumza majambo yetu, tuhakikishe kama tulivyoyapanga na yaishe kama tulivyopanga. Cha msingi tu bwana Kolongo, mzigo umekuja nao, isiwe tunabwabwaja tu hapa kumbe una lolote hapa. Mwenyekiti, mimi kwenye majambo yangu huaga sinaga mbambamba. Sawa. Tulifanya jambo lazima Kolongo. Kolongo mtu hatari sana wewe. 300. Vijana anasema. Sawa. Sasa mtendaji bwana, kama jinsi mzigo ulivyouona hapa. Shida kubwa bwana Kolongo anachotaka yeye tu ubadilishe ule muktasari. Ionekane wana kijiji wamekubaliana kile kisima kikachimbwe kule karibia na shamba lake. Sawa. Ama nimepindisha bwana Kolongo? Mwenyekiti umesahau jambo. Jana nilikuhusiana na ndugu yangu bwana Rule. Ana ardhi yake anataka kuniuzia. Okay. Hilo nadhani umesahau kumwambia mtendaji. Si unajua tena mambo mengi, majukumu mengi. Sasa kwa sababu mtendaji amelisikia, basi haina shida. Atalifanyia majambo hapa. Mtendaji karibu. Nashukuru sana mwenyekiti. Kuhusu hilo swala, jamani msiwe na shaka kabisa kwa sababu mwenyekiti wangu alinigusia. Na pengine ningependa kusikia kwenu nyinyi. Kwani alizio na matatizo gani? Kusema kweli mtendaji, ndio ile ardhi tulinunua mimi pamoja na mke wangu Sinasudi kabla tujatalikiana. Ila baada ya kutalikiana mwenzangu ndiye ambaye anasimiliki zile hati. Na mimi yale mashamba nataka nimuuzie ndugu yangu bwana Kolongo. Sawa. Ndio hana tumetanguliza huo mzigo hapo mbele ili mambo yasiwe mengi mtendaji. Tafadhali mwenyekiti na mtendaji. Tafadhali tusimamie kwenye hili. Sawa. Sasa bwana Rule, unaonaje ukamshirikisha tu Sinasudi ili masuala tuyamalize kabisa? Mtendaji. Mambo haya fedha tena kuwashirikisha wanawake? Hapa na mtendaji maliza bwana, maliza. Tutafurahi zaidi tukishamaliza mambo haya. Sawa. Sasa kuna jambo naomba tuliweke sawa mwenyekiti. Sawa. Sijaelewa huo mzigo wa 300 ndio kwa ajili ya kuwezesha shughuli zote mbili ama kuna nyingine? Mtendaji, sio na wasiwasi. Mimi mwenyekiti ananijua nilivyo. Sawa. Mimi sina mbambamba. Mimi nitaongeza mzigo. Kama utaongeza mimi niko tayari kufanya kazi yenu jamani. Sawa. Mimi nafikiri hakuna kinachoharibika. Kabisa. Kwa sababu mimi na mtendaji wangu kwenye majambo yetu hatuharibu. Tupo vizuri kiukweli. Na kama mnakumbuka niliwaambia, mimi watendaji wangu wote ni watu wa kazi. Sasa bwana Kolongo, kuna jambo langu lile la 200 ya matibabu ya mke wangu. Vipi lile? Dumila salikupa namba lakini. Nilikuwa nasubiri kwanza tulimalize hili. Ili mradi ngoja nitumie. Nikutuma tu, hakuna swala la kusubiri hapa. Nikutuma tu. Tayari. Jambo limeenda. Jambo limeenda. Bwana Ngoja nikufuatie kwanza ili. Sawa sasa hilo ndio jambo la msingi bwana Kolongo usahau. Sawa kabisa. Tayari sasa. Hapa tendaji. Vipi hapa kwa Kolongo sasa tunacheza mchezo? Kwa hiyo hapa sasa kazi kwetu. Hapo kazi kwenu. Basi sawa, mtendaji. Kazi kwetu. Bwana Kolongo na bwana Rule, niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Na kuanzia sasa mko chini ya ulinzi kwa kosa la kutoa rushwa. Pia mwenyekiti nikushukuru sana kwa wajibikaji wako na kwa uadilifu wako kuhakikisha rushwa haipati nafasi katika utekelezaji wa majukumu yako ya kila siku hata uwe kwenye magumu kiasi gani. Asante sana mtendaji wangu. Lule tulia. Lule tulia. Kaa chini Lule. Kaa chini Kolongo. Sinasudi. Ingieni. Changamka. Lule nimesema tulia. Tulia Lule. Karibuni mabwana. Rebeka. Sinasudi. Kwanza awali ya yote naomba unisamehe sana kwa tukio ambalo lilijitokeza hapo awali. Lengo langu lilikuwa ni kuwaaminisha mabwana kuwa nipo pamoja nao. Lakini mimi na mtendaji wangu tuliweka mtego ili majamaa wakamatike kama jinsi mnavyowaona. Na Dumila kama mnavyomuona naye ameshakamatwa muda huu.
Kwa hiyo hapa mtendaji wangu ni sisi sasa kuchapa kazi kuendelea ili jambo linaenda vipi? Ndio. Ehe. Bila kusahau Dumila amekamatwa kwa kosa la kushawishi kutoa na kupokea rushwa. Sawa. Ili yeye kama mtu wa katikati anufaike. Na kwa bahati nzuri hakukuwa na mhudumu wala daktari aliyeomba rushwa. Huo ulikuwa ni mchezo wa Dumila kwa ahadi ya kugawana shilingi 100,000 na mhudumu aliyempanga. Okay. Sasa kwa mantiki hiyo maana yake mtendaji, Dumila ndo alikuwa mhusika mkuu kwenye filamu hii ya kuomba rushwa hospitali, si ndivyo? Aende tu kwa jingalizio, kwa aende. Wana kijiji, nipende kujitambulisha. Mimi ni mtendaji mpya wa kijiji. Ni furaha yangu kuwa mwenyekiti wetu. Tunaongea wote lugha moja katika swala liitwalo rushwa. Nayo nitaipinga rushwa mpaka kieleweke, hata kama nitaonekana mnazo. Na kuhakikishia zaidi hatutarudi nyuma kamwe. Ndio. Maana mimi na mwenyekiti wangu tumeamua kuikabili rushwa na kutetea haki. Je, mimi na wewe tusipofanya hivyo nani atakayefanya hivyo? Wasipoteze muda. Na kama unakumbuka bwana Korongo, nilikwambia nitakufurahisha zaidi. Sasa leo ndio umeamini kwamba mimi ahadi zangu ni za ukweli. Uko. Asante sana. Yaani na kutuletea puzi hapa. Kutuletea puzi kabisa hapa. Sio staarabu.